juu ya mbingu zote, nyota na jua pia. Hapo yafika kweli maombi ya mwenye dua, roho ya mwanadamu yamufikia Mungu, uko yabisha lango na kumtafuta Baba. Roho aitaona, roho amani huku. Kuna bandari njema mbinguni kwa Mungu Baba, moyo utatulia, nuru itatokea, tukifuata njia ya sala na maabudu. Hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana la kuogopa, kuomba kwa sana. Tusisahau tena pote twendapo huku, kwamba maombi yetu yafika kwa Mungu Baba, kwamba maombi yetu yafika kwa Mungu Baba, kwamba maombi yetu yafika kwa Mungu Baba. Tujue ya kwamba tunapoomba maombi yanafika kwa Mungu. Unapojitoa kuomba na roho moja, roho yenye utulivu, roho iliyo safi, roho yenye hamu ya neno la Mungu, roho yenye hamu ya kumsikiliza Mungu, roho ambayo inahitaji kuwa karibu ya Mungu, ujue ya kwamba Mungu anakupokea. Lakini unapoomba ikiwa roho yako iko mbali na Mungu, maana yake dhambi ambazo zisizo tubiwa, ni kusema ukitenda dhambi lakini hukutubu, ukuomba msamaha, maombi ni vigumu kumfikia Mungu, maana yanajaa uchafu, yanajaa vitu visivyoendana na mapenzi ya Mungu. Mungu ni mtakatifu, na kwa kumwabudu au kwa kumuomba ni lazima ushitakasi. Mungu ni roho. Kwa kumuomba ni lazima umuombe katika roho, ndipo utapokelewa na ndipo utasikiliziwa shida zako. Mungu ni Baba. Dhambi haziwezi kututenganisha na Mungu kama umetubu, kama umerekebisha roho yako, kama umemulilia Mungu na kusema, Mungu, dhambi hizi hakika nimeziacha, ninataka niwe mtoto wako, nimeacha ya kale, sasa nataka nibatizwe niwe mtoto mpya. Ujue dhambi hizo hakika zitasamehewa na Mungu hata kumbuka uovu huu. Lakini kuna wakati sisi tunamlilia Mungu au tunaenda mbele zake roho zetu zikiwa mbali. Roho inaweza kuwa mbali kwa njia gani? Kwa uasi, kumwasi Mungu, kwa uasi, kuasi neno lake,
uasi uko namna tofauti, namna nyingi. Lakini kitu cha maana, Mungu anatuomba sisi binadamu tuwe na roho ya toba, roho ya kuomba msamaha, roho ya kumsogelea Mungu. Tujione kwamba hatufai, tuone kwamba kweli Mungu wewe ndiwe baba yetu na hakuna kimbilio lingine. Tunakulilia Mungu, tuondolee majaribu, tuondolee shida, tuondolee mapigo, tuondolee chochote kile ambacho kinaweza kututenga mbali nawe. Mungu atakusogeza karibu yake, na hakika utaona ya kwamba Mungu kweli ni mzuri. Maana Mungu anapenda watoto wanyenyekevu, kushinyenyekeza mbele ya Mungu. Mungu kweli atakuinua na utajua kwamba kweli Mungu ni Mungu. Mungu ni mzuri, anapenda tujishushe kiroho, tuonekane sisi hatuwezi, yeye ndio juu. Hapo atakuinua na atakuonyesha kwamba kweli Mungu ni Mungu, ni baba. Kama vile mtoto anavyolilia kitu kwa mzazi wake, na Mungu naye ni hivyo. Lakini anataka sasa umuombe katika roho na kweli. Omba Mungu katika roho na kweli, utamuona na utaona uzuri wake na utafurahi. Lakini usisubutu kwenda mbele yake na uovu, wala kupata muda wa kuomba msamaha. Hakika utaonekana wewe haufai, maana utapoteza muda mwingi bila kuona mafanikio, bila kuona jibu katika maombi yako, na hapo utalaumu Mungu nini. Cha maana kwanza, safisha roho yako, kuwa safi machoni pake. Ujue ya kwamba mimi siwezi Mungu, najileta mikononi mwako Mungu, nisamehe dhambi zangu, yote ninavyofanya visioendana na mapenzi yako Mungu, nihurumie, sifai. Unajua udhaifu wetu, si mwili ni dhaifu ambao unaweza kuingiza dhambini muda wote. Mungu anajua hayo. Cha maana naomba tuwe na roho ya toba, roho ya kuomba msamaha mbele yake. Hiyo ni neema kutoka Mungu. Roho ya toba ni neema kutoka Mungu, na anahitaji wewe kila siku unapokosa muombe msamaha. Yuko tayari kuosha na kusahau uovu wako. Ni yeye aliyetuumba, tuko taswira lake, isipokuwa tunatofautiana na dhambi. Mwanadamu ni mwenye dhambi. Ni tuko taswira la Mungu, lakini tofauti ni dhambi. Mwanadamu sasa ni yeye ameshakuwa mwanadamu mwenye dhambi. Lakini Mungu ni mtakatifu siku kwa siku, na anahitaji uwe unajiosha siku kwa siku. Omba msamaha, uombe msamaha mbele yake. Yeye yuko tayari kuosha na kuweka kwenye kweli yote, na utafurahi. Mungu anakupenda na anataka urithi ufalme wake. Ni hayo machache. Mungu akubariki na kupe mwisho mzuri. Amina.